So today, let's talk about African mother, African mom, you know what I mean? African mom. These women, today we're going to hear some funny stories. Sasa hivi ndo nimekuja kurealize kwamba vitu vingi ambavyo walikuwa wananifundisha kunifanya niwe a better man, better person, better husband, better boyfriend, better brother and all stuff. Naonaga kama ni comedy, it's really funny. The story of me and my mom. You're going to hear it. It's very fun. To me, it's very fun. That's why I'm sharing this with you. It's all about African mother, African parenting. How do you rate it? Unarate kama ni malezi mazuri ama ni malezi mabaya? What do you think? When I was growing up, like when I was 9, 8, nilikuwa ni mtoto msumbufu. This is Let's Talk About Real podcast and let's go to the show. Boom. African mom wana uwezo wa kuwa wamechoka na wakawa hawajachoka at the same time. Do you believe that? I'm not tripping. What I'm gonna say, nachoenda kukusimulia, I know it's gonna sound weird or stuff or funny, lakini it's true. It's a true story nakwambia. It's the truth. I'm not tripping. I'm not doing this for content. Yo chat, you gonna tell me kama hii nyemo wako wapata au haijawahi kuwapata. Mimi mama yangu alikuwa na uwezo wa kurudi kutoka kazini amechoka, like ananiita, my son come here. I'm so tired today. Leo nimechoka sana mwanangu. Naomba ushike hela kaninunulie unga pale dukani. Na ukimwangalia she look exhausted like, oh mom, pole na kazi, right? Unamwacha mama wapi? Nyumbani, unaenda dukani. Nikitoka nyumbani kwenda dukani direct, hakuna kinachotokea. Naenda narudi fresh. Lakini muda nitakaojifanya kwamba badala ya kwenda dukani direct, nipige kona at least niende kwenye chandimu, for wote ambao hamjui chandimu, mpira. Yaani kwenda kwenye mpira wa wenzangu, kwenda kuangalia tu bana wanacheza, sababu ni jioni. Nikibadilisha mawazo tu ya kwenda huko kwenye mpira, utasikia tu nyuma, wewe Ernest nakuona unaenda wapi? Nimekuagiza dukani. Mom, I just left you at home. You told me you tired. Umechoka, you exhausted. You've been working all day. What the fuck are you doing here? She sent me direct like, what the fuck are you doing? Oh, she gonna kill me by saying that. But I'm just thinking like, what the hell? Mom. Yani mimi nikipiga kona tu nisiende dukani moja kwa moja, utasikia tu, utamwona tu yuko nyuma yangu. Wewe nimekuagiza wapi? Mama, nimekuacha nyumbani, umesoma umechoka. What are you doing here? What the hell are you doing here? Ndio maana nakwambia ana uwezo kukwambia umechoka lakini hajachoka at the same time. Wewe unakuja kufanya nini sehemu ambayo mimi umeniagiza niende ukiwa wewe umechoka? That's my mother. I'll tell you, kwenye kila mtaa kuna yule mama ambaye sisi ambao tumekulia Uswahilini sasa. Kuna yule mama ambaye mnamheshimu hata kama sio mama yako mzazi. Yani ana act kama police kata fulani hivyo ukimwangalia, yani maisha yake kama investigator, kama mpelelezi. Yule mama ambaye huwa anaripoti matukio mabaya ya watoto kwa wazazi wao. Yule mama anaheshimika sana. Mkimuona tu mnaacha kufanya ujinga. You know what I mean? So the other day nakumbuka, mimi nilikuwa naendesha baskeli na wenzangu, tunafukuzana, tunashindana kwenye barabara ya lami kabisa. Magari yanapita, tunashindana, tunateremka hivi kwenye barabara. Tupo kwenye baskeli. Tumeshindana kutwa kucha. Jioni nikarudi nyumbani. Nimefika home. It was cool. So one of the coolest evening. Nimefika pale nimemsalimia mama, tumekaa kibarazani tunaongea, yani mother and son talking. Like what's the future, what's the life and blah blah blah. Akapita sasa yule mama ambaye ni anaripoti tabia za watoto kwa wazazi wao. Kapita pale, kamkuta mama na mimi nimekaa naye. Akamsalimia, "Habari my Ernest?" Akasema, "Salama kwema." Akanisalimia na mimi, "Habari." Nikamwambia, "Salama, shikamoo, marhaba." Wakaongea kwao ya kina mama wakamaliza. The moment nataka kutoka, mimi sikuwa najua kama ametuona kwa sababu tukumuona kama ametuona. You know what I mean? Anataka kuondoka, anataka kumwaga mama, akamwambia, "Alafu ujue mwanao Ernest ana kipaji sana." And I was like, "What? Kipaji gani tena?" Mama akamwambia, "Kipaji gani? Mbona sikuelewa?" Akamwambia, "Yaani, unajua mwanao walikuwa kule kwenye barabara ya lami wanashindana na baisikeli, ana kipaji sana cha kuendesha baisikeli. Wanapishana na magari, wako na wenzao kama 4 hivi. Yeye ndo alikuwa mstari wa mbele Ernest." And what the fuck are you saying? What the fuck you think you are? What the fuck is that talent is? No, I didn't say, sikusema you direct. That's what came on my mind like, what the fuck are you? What the fuck you think you are? Why are you saying that? You're killing me right now. Help me. That's not a talent. I was risking my life. You could have, hata ungekuja ukatuambia nyote watoto acheni kukimbiza baisikeli, right? Kwenye barabara. Lakini unakuja kulipoti kwa mzazi wangu. Like a talent? Really? Mama anapigilia misumari, tunatilia vesi. Huyu ndo alikuwa anaongoza. Sema yani alikuwa anaongoza vizuri, alikuwa anawashinda. Sijui nani alishinda sababu mimi niliwaacha. And I was like, what the fuck is going on?
I'm gonna die. Ni siku ambayo before I said anything, all I heard was ting kwenye masikio, kwa sababu nilipigwa mbanzi huo. Ndio kuna kibao na kuna mbanzi, yani unakuwa kama wanakulistore, yani mama anakupiga kama anakulistore akili, anakuweka kwenye default mode like pa. Wewe baskeli umetoa wapi? Lini nimekununulia baskeli? That was the first question, kwa sababu mama yangu hajawahi kununulia baskeli. So kesi ya kwanza, baskeli ni ya nani nilikuwa naikimbiza barabarani? Kesi ya pili, why nilikuwa naendesha baskeli barabarani kwenye magari? Alafu yule mama anaripoti kama talent. Really, I was mad at her. I remember nilipewa adhabu 2. Nilipigwa na nikaambiwa hakuna kula. Mama yangu pia tuna uwezo wa kwenda kwenye sherehe, na kuna aina ya macho ambayo tukitazamana mimi na mama yangu tunakuwa tunaongea lugha moja. Like I know when she's looking at me with this face, with this look, hapa anamaanisha fuck you, au hapa anamaanisha tutaenda kuongea vizuri nyumbani. That's my mom. That's my mother. I don't know this time Gen Z generation tunaita, sijui analelewa vipi, lakini believe me, mimi na mama yangu tunaweza kuzungumza kwa macho, kwa kutazamana tu, na nikajua okay, what I'm doing right now is not right. I have to stop it. Kwa sababu tu ameniangalia, hajacheka, hajaongea, hajani point a finger, but the look of her, bro, I'll tell you, jirani yetu alikuwa na sherehe. So tulienda kwenye sherehe. Mamangu wakati tunaingia kwenye ule ukumbi, alikuwa ameshika mkono hivi akaniambia, Ernest my boy, behave. Tunaingia kwenye ukumbi, please usifanye chochote ambacho hujaruhusiwa. Usifanye chochote ambacho hao wenyeji hapa hawajakuruhusu. And I told her like, mom, I'm going to behave, I promise you. Sherehe ikaisha, ikafika wakati wa kula. Sisi tukapata nafasi ya kualikwa kwenda kwenye kula pamoja na wenye shughuli kwenye meza moja ya chakula. So wakati tuko pale, unajua utoto tena, nichezee hiki, nichezee kile, nikasukuma soda ikamwagika. Boom, kwenye meza yote pale pa. Sasa mama yangu alikaa position ambayo hawezi kuniongelesha, alikuwa ananitazama. Yaani mimi nilipokaa na yeye ndo amekaa kwa kule kwa mbele. Kwa hiyo alinitazama tu. Na the way she was looking at me, ilikuwa inasema tutaongea vizuri nyumbani. I'm going to kill you boy. Today I'm going to kill you. Today I'm going to kill you, Ernest. Believe me. This is embarrassment. Total embarrassment. And I was saying, Mama, I'm sorry. I was looking at her, lakini kwa macho ambayo namwambia, Mama, I'm sorry. I'm sorry. But the way she was looking, she was like, I don't care about your fucking sorry. We're going to talk about this home. And I'm going to kill you. I'm going to get a shit out of you. Hakuweza kuvumilia pale kwenye sherehe. Mama yangu ana ile kawaida kwamba anataka kukupa adhabu mbele za watu, lakini anataka aonekane kwamba hakupi adhabu wala hakuchukii na wala hajapata hasira. So she was calling me like this, Ernest, come here. Come here. When my mom is doing this, come here. Come here. This face is not smile. I was wondering what walikuwa pale walikuwa wananipiga hivi. Hey, your mom is calling you. Eh? She's calling you. Unamwona mama yako anakuita. Hey, what the fuck are you saying? She's not smiling. That's not smiling. She's hungry. Nataka kuniua pale. I don't go. And so we're like, hey, your mom is calling you. Such a lovely mom you had right there. And I was like, lovely mom? What the fuck you think you are? My mom, she was like, come here, Ernest. Joe. And I know, so I had to go. Akanishika sikio. Akaniambia na kufinya ile sikio mpaka nitakapotoshika, lakini you have to pretend kwamba haumii, sikuumizi. And you have to nod your head like uitikie like ninachokuambia kinakuingia akilini. Okay, okay. So she was pinching my ears like, calm down. And she was like, nilikuambia usinitie aibu, usiniaibishe. Look what you did. Sikio langu lina burning sensation right now. I couldn't even hold it anymore. And she was like, laugh, smile. And I was like, yeah, man. Yeah. So people around there wanachokiona ni kwamba mama anaongea na mtoto in a very lovely and friendly speaking. Na alivyoniachia lile sikio akaniambia, ondoka taratibu kwa kusmile na usilishike tena sikio lako, na tutaongea vizuri nyumbani. She was not done with me. She was not done with me. That's African mom. And then nilivyoamka pale sasa, nikawa natembea. Sasa unatembea unahisi kama hapa kuna moto unapitishwa kwenye sikio, and you have to smile. Umeshaongea na mamako? I was like, yeah, nimeongea na mama. It's really nice. She was telling me some stuff. Bro, alinipiga ile siku tumerudi nyumbani. Alinipiga bro. Kwani mama soda mbele za watu? Unaniaibisha wewe mtoto. Wewe mtoto bora nikuuze wewe mtoto. Pumbavu mkubwa wewe.
That's my mom. Kwa kuna hizi adhabu za sasa hivi, mtoto sijui anaangalia ukuta the whole day, sijui masaa mawili, you are grounded, kwamba anatazama tu ukuta. What the hell is that punishment? That's not even punishment. Bro, mimi nilikuwa napigwa bro. Bro, mimi nilikuwa napewa adhabu kweli bro. Ngoja let me explain the punishment ambayo alikuwa anatoa mama. Alikuwa na adhabu zake 3. Ya kwanza, anakutuma wakati ambao watoto wengine wote kwenye mtaa wanaenda kucheza mpira. Yeye ndo anakuagiza sokoni. Sio dukani, sokoni. Dukani si karibu, utarudi haraka, anakuagiza sokoni. That's a punishment. Bro, hiyo ni adhabu ambayo inauma mentally. Ndo muda wanao wanakupitia, "Oya, Ernest, tukacheza mpira." Mama ndo anakuambia, "Nenda sokoni kanichukulie mchele, maharage, vitunguu, karoti." Mama, what the fuck you think you are? I'm not saying, siwezi kusema hivyo kwake, lakini that's ndo ninachokifikiria. Mama, no. That's punishment yake ya kwanza. Ya pili, kuna punishment ya maneno. Anakuambia hivi, nikupige ndio ule au ule afu ndo nikupige. That's my mom. Na chochote utakachochagua ndo kitakachotokea. Ukisema nipige nikali, anakupiga na anakuwekea chakula. Ukisema leo ngoja nile afu ndo nipige, unakula na ukishamaliza kula anakunyuka. You know what I'm saying? Alafu adhabu yake ya 3, kuna ile fimbo iko pale juu. Kaichukue. Njoo nayo hapa. Alafu niambie nikuchape viboko vingapi. That's my mom. That's my mom. Anakupiga popote. Mamangu huwa achagua kukupiga. That's African mom. Ukimkera achagua kukupiga. Anakuambia nimekuzaa mimi. Sasa hivi ananiambia eti adhabu, sijui mama anachomoa waya wa PS5 anaondoka nao. What the hell is that? Hiyo ni adhabu ndugu yangu. Watu walikuwa wanapigwa mzee mpaka kamasi na kutoka. Unapigwa kesho unaenda hospitali. African mom. These women, they are my favorite women. Siku niliwahi kumwambia mama, mama, mimi bana siendi shule leo mpaka unipe hela. Na wakati nasema hivyo kwamba siendi shule mpaka unipe hela, nimesimama kwenye mlango wa kutokea kabisa nyumbani. Yeye yupo kwa ndani kule. Nishapaki vitu vyangu, nishajiandaa. Yaani najua I have to go to school hata kama sitaki, lakini I have to make this reasonable. Yaani unajua kwamba mom, mimi sitaki kwenda shule mpaka unipe hela. Anakuambia, "Hiyo hela si uje kuombea hapa. Mbona unaombea mbali? Unataka nikurushie hiyo hela? Njoo uchukue iko hapa." Bro, usiende, don't go. Don't go. If you go there, African mama wakupigi tu, anakurestore, yani anakuweka tena kwenye default mode. Siku nzima unakaa ukimwaza yeye. Siku akiniambia, "Naenda kumwambia mama yako." I feel like amesema, "Naenda kumwambia polisi." African mother, you're my best people for sure. Mko mnalea watu vizuri sana. Ya kwa sababu hiki kichwa kama hiki wakati nipo mdogo. Man, I was rude. Nilikuwa sijatulia. I'm so proud of my mom. She's the strongest woman I've ever met. I've ever seen, you know. Like, at this critical time in my life, like being a young man, growing up in this city, you know what I mean, hustling and all stuff. But they still get time to call me. I get time to call them. You know, seeing my mom alive is privilege. Now I can understand the one who have lost their parents. You know, sometimes it feels like memory. You know, I am who I am today because of my mom. You know what I mean? She's not just a woman. She's not just my mother, but she's my best friend. She's my inspiration. You know what I mean? I love so much my mom that more than a word can say. You know what I mean? Like, whenever she calls me, akinipigia simu mama yangu, nikipokea simu ya mama, huwa natamanigi kama zile conversation tunazozifanya, yani hayo maongezi, kama ni ya rekodi. Can I record this? Should I record this conversation we're having right now? I think like she's doing this for a purpose. Like she's gonna left me some memories. Like, should I record this? You know, I can feel her, the way she's telling me, "I love you, my son." And that "I love you" from her feels different. It hits in a very unexplainable ways. Like, you can't explain how much a word "I love you" from your mother can fill your heart with gratitude, with joy. You know what I mean? What if she's making memories? Mbona kama anaongea na mimi kama ni kumbukumbu? Like, I have to keep this conversation. I have to record this conversation I'm having right now with her. I'm not saying kwamba atatangulia kufa before nife mimi. That's why I know, but I'm just saying, sisemi amenilea vya kutosha, but kwa kipindi hichi and she's getting old, you know what I mean? Mimi navyoendelea kuwa mkubwa na ndo anazidi kuzeeka. My mother is the only woman who is gonna stand right there to defend me, to protect me in any bad situation.
in any wrongful situation I'm gonna have in my life, she'll be there, she'll stand with me, she'll never leave me. That's why I say my mom is my hero. You know what I mean? God bless mothers. You know what I mean? And for those who lost their parents, who lost their mothers, wherever they are up there in the sky, they are so proud of you. Thank you so much, mom. Man, I gotta call her. I gotta call her mom. I gotta call my mom.